kuna mambo muhimu ambayo kama mtu muamini Kristo ni muhimu kuyazingatia. There are some things if you believe in Christ you have to go with them. Kwa sababu usipoyazingatia, because if you don't go unto them, kuna mambo muhimu ambayo Mungu hatakupa. There are so many things important that God is not going to give you. Lakini Mungu huyatazama mambo mengi sana. But God looks at so many things kwenye maisha yako into your life, ili apate kukupatia so that he can give you lile jambo ambalo anataka kukupa. Whatever he wants to give you. Kila jambo lina kanuni. Everything has its own principles. Chochote unachotaka kukifanya, everything that you want to do, kuna kanuni yake. There is its own principle. Na kuna mwongozo wake. And there is own lead. Hata gari unapowasha, even when you start up the engine of the car, lazima uanze kwa kanuni. It's a must to start by a principle. Hata meli pia, even if it's a ship, ina kanuni yake. It has own principle. Ili iweze kuelea kwenye maji. So that it can sail on the water. Hata ndege pia, even the plane, ili iweze kwenda juu, so that it can fly higher, kuna kanuni zake. It has own principles. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hata Mungu pia, so even God ana kanuni zake. Has his own principles. Ana utaratibu wake. And he has own instructions. Na ana sheria zake. And he has own rules. Ili uweze kupokea, so that you can receive, lazima uzifuate kanuni. Is a must to follow the principles. Lazima uzifuate sheria. Is a must to follow the rules. Na lazima ufuate utaratibu. And it's a must to follow the instructions. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila kitu kina kanuni. Everything has its own principles. Sasa watu wengi wanataka kwa Mungu, so many people want from God, pasipo kufuata utaratibu, without going on the schedule, pasipo kufuata kanuni, that, before going to the principles, na pasipo kufuata sheria, and without following the rules. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameweka hivyo vyote, God has put all these things, ili unapotaka kumuendea, so that when you want to go to him, na ili unapotaka kupata kitu, or when you want to get something kutoka kwa Mungu, from God, lazima uzifuate kanuni. Is a must to follow the principles, utaratibu, and the instruction, ili uweze kupokea kutoka kwake, so that you can receive from him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na moja kati ya kanuni hizo, and one of these principles, ni kuomba. Is to pray. Lakini pia kanuni nyingine, another principle, ni kutoa. Is to give. Na kanuni nyingine, and another principle, utii. Is obedience. Utii. Obedience. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanuni hizo chache, all these principles, japokuwa ziko nyingi, lakini kanuni hizo chache, the few that I've mentioned, zitakufanya maombi yako yawe rahisi sana. They will make your prayers to be so easy. Au zitafanya kila jambo unalotaka kwa Mungu, or they will make anything that you want from God, liwe rahisi sana kwako. To be very easy to you. Je, unaombaje? How do you pray? Ili uweze kupokea, so that you can receive kutoka kwa Mungu. From God. Je, unatoaje? How do you give? Ili uweze kupokea, so that you can receive kutoka kwa Mungu. From the Lord. Kanuni ya kupokea, the principle of receiving, ipo kwenye kutoa. It is in the act of giving. Kama hujaifuata hiyo kanuni, if you don't follow the principle, huwezi kupata. You can't receive. Kwa sababu umevuka au umeruka kanuni. Because you stepped out from the principle. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwenye gari unapofika, when you reach at the car, unapowasha, when you start the engine, hauanzi tu kuondoka. You can't just move immediately. Lazima kuna utaratibu ufuate. There is a schedule you have to follow. Either ukanyage clutch, maybe you go hold the clutch, either brake, or the brake, na ushike gear lever, and also have the gear reverse, na uondoke, and move. Manake hizo ni utaratibu. That means that is a principle. Na ni kanuni. And the principles. Na ni sheria. And is the law. Usipozifuata, if you don't follow gari haiwezi kuondoka. The car can't move. Kwa hiyo hata Mungu pia, so even God too, ana kanuni zake. Has his own principles. Tusimfanye Mungu, we should not make God kuwa kama ni kitu kidogo sana, to be a very minute thing, au kuwa ni kitu cha kawaida, or to be a normal thing. Tunafanya tunavyotaka. We do just the way we want. Alafu tunataka baraka. And we want blessing. Haiwezekani. It is impossible. Haiwezekani. It is impossible. Lazima kuzifuata kanuni. So it's a must we follow na the sheria, principle and the laws, na utaratibu, and the procedure, ili uweze kupokea. so that you can receive. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unaomba, if you pray, unaombaje? How do you pray? Kama unatoa, if you give, unatoaje? How do you give? Kama unatii, if you are obedient, utii wako ni kiwango gani? How is the measure of your obedience? Hicho kiwango, that measure, au huo utaratibu,
or that procedure na kanuni and the na principles sheria hizo and those laws, zitakufanya they will make you Mungu akujibu God to answer your prayers kiurahisi sana, very easily. kiurahisi sana. Very easily. Watu wengi wanafikiri So many people think Mungu hasikii. God doesn't hear. Watu wengi wameomba muda mrefu, People pray for a long time, miaka mitatu, 3 years miaka minne, or 4 years, hata wengine 10 even 10 years, na wengine 20 na 30 even kabisa, 20 or 30 years, lakini mambo hayajatokea. but things have not come. Je, ni Mungu hasikii? Is it God doesn't hear? Je, Mungu haoni? Does God doesn't see? Hapana. No. Biblia inasema kwamba The Bible says sikio lake his ears sio zito is not heavy, hata lishindwe kusikia, even not to hear. mkono wake His hand si mfupi is not short, hata ushindwe kufikia. not to reach. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tatizo haujapokea maombi yako The problem you have not received your answers ni kwa sababu namna yako ya kuomba because your way of prayers ni tofauti kidogo. is different. Watu wengi maombi yao So many people, their prayers ni ya ubinafsi. are selfish. Ukitaka upokee maombi kutoka kwa Mungu, If you want to receive from God, watanguliza wengine. or also pray for others. Omba kwa ajili ya wengine. Pray for the sake of others. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ibrahimu anaambiwa na Mungu, Abraham was told by God, nitakubariki. I will bless you. Lakini cha ajabu, But to be surprised, tunamwona Mungu tena we see God anamtaka mwanae wa pekee and wants his only begotten son, ambaye ndio huyo that he was the only son wa uzeeni. who was in the old age. Unajiuliza, kwa nini Mungu nataka? So you ask your God, why does God want this child? Wewe Mungu, si una watoto wengi, That God, you have so many people. si una watu wengi, You have so many people, kwa nini God. basi unamtaka huyu But tena? you want this, the only child. Kanuni ya kupata The procedure to get vingi zaidi so many of them ni kutoa kile kinachouma is zaidi. to give whatever pains you a lot. Kanuni ya kupata vingi, The principle of getting a lot of things. kanuni ya kuheshimiwa The principle of being kwa respected ukubwa, by mighty. dharauliwa sana. Yesu Jesus, alipokuwa mlimani, when he was on the mountain, alipokuwa mlima Goligota, went on to the Mount Golgotha, amesulubiwa, he was crucified. alidharauliwa sana, He was despised a lakini lot, baadaye akaja akaheshimiwa but sana. later was respected. Amen, amen.